Vipi mzima? Mzima. Shoga yangu uonekani sasa hivi kuja kumtembelea huji. Au nimekukosea shoga yangu? Mbona umepotea kiasi hicho? Hamna ulichonikosea shoga yangu. Nikobize na madrasa, nikitoka madrasa nyumbani nikitafutari. Shoga yangu hapo kwenye madrasa. Yaani kwenye madrasa hapo umeongea jambo la msingi yani. Shoga yangu unatakiwa madrasa unatakiwa kazini kusoma. Madrasa ndio msingi wenyewe huo. Yaani hapo kwenye madrasa tu hapo. Madrasa unatakiwa kazini kusoma. Yaani kazini kusoma yaani usiende kabisa. Maana sasa hivi kila kitu kama watu ambao unaona saa zingine wanaharibikiwa hivyo anakuwa vitu kama hivyo hawajafanya. Lakini kama wewe unaenda chuo, unajua kabisa hapa naenda madrasa na rudi nafanya hivi, wewe ukawa na hayo mambo kwa hiyo na kusii. Unajua kazini sana kusoma madrasa. Sawa nikuelewa. Vipi? Na kaka yako yupo kweli? Yupo. Na ile mambo yake vipi? Hajaacha? Siku naongea naye. Ila shoga yangu usisite kuongea naye. Maana wewe ndo dada yake. Kwa wawili tutakuelewa siku moja, yani sisi kumwambia kila siku. Na siku atakuelewa. Usiache kuongea naye. Sababu wewe ndo dada yake. Tunaelewa. Haya, sawa, nimekuelewa. Haya basi shoga yangu. Wewe unaenda wapi sasa hivi? Nenda wapi sasa hivi? Naongea na wewe hapo. Wewe hauna majibu Unaenda wapi? Tunakuuliza wewe hapo. Arudi ndani. Rudi ndani lakini nini? Rudi ndani mapema tu. Asalamu alaykum dadangu. Waalaikumsalam kaka. Vipi habari za nyumbani? Habari za nyumbani nzuri. Sijui uko kwako. Sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu wazima alhamdulillah. Nimepata taarifa mdogo wangu kwamba unaidai talaka kwa mume wako. Nini chanzo na sababu inayopelekea wewe kudai talaka kwa mume wako? Shehe urembo wa kunipita mimi kweli? Kwani wewe nani? Ina maana hunifahamu? Hata sauti pia? Tatizo sio sauti. Tatizo kuonana, sikuoni. Ebu funua kwanza hicho kidude kwanza. Kakaangu, mume wangu mimi amenichosha, amenifanyia mengi. Ni kitu gani hicho anachokufanyia mume wako kinapelekea wewe udai talaka? Sababu talaka ni jambo zito sana na Mwenyezi Mungu anachukia sana kuona mtu au wanandoa wanadaiana talaka. Talaka ni jambo zito. Jambo gani ambalo linapelekea wewe uchukue maamuzi hayo wakati kila kitu kinazungumzika? Na Mwenyezi Mungu ametuelekeza kupitia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwamba kila mwenye kudai talaka basi anaghadhibika na kukasirika Mwenyezi Mungu vibaya mno na mbingu na ardhi zinatetemeka. Wewe hili ni jambo gani zito mdogo wangu linalopelekea unataka kunifedhesha na kudai talaka kutoka kwa mume wako? Hebu niambie. Kumbe la Azizi. Si unaona bwana? Ujue mimi kwanza hivi vidude mimi naviogopa hivi sasa hivi vidude hivi. Yaani hivi vidude mimi nikiviona na vipitia mbali yani vinanichanganya. Kwa nini? Ilishanikuta neno kupitia hivyo vidude. Ndio maana hata nilivyokiona ikawa niko mbali nacho. Siamini. Sawa, hayo yote sitaki kujua. Maana ni muda mrefu hatujaonana mimi na wewe. Nataka kujua mwafaka baina mimi na wewe. Maana ni muda mrefu hatujaonana. Yaani umenitupa sana.
Mimi nina ugomvi na mke wangu bwana, ndio maana umeona siku mbili hizi na kama wiki 3-4 sijatokea. Kuna ugomvi nyumbani, ugomvi mkubwa. Yaani ugomvi, ndio maana nikakwambia hivyo vidude na viogopa nikiviona. Hayo yote sitaki kujua. Mimi nahitaji tuzungumze mimi na wewe. Ndio hicho nataka kuzungumza mimi na wewe. Nahitaji baadaye uje nyumbani kwangu. Maana si unajua nimekukumbuka muda mrefu, afu nahitaji nizungumze na wewe, mazungumzo marefu sana. Sasa swala la baadaye kuja. Tunaweza tukayajenga hapa baadaye, mimi nikaja, haina shida. Maana pia si unajua nimekumisi sana. Eti? Kweli ni muda mwingi umepita, tujua mimi mwenyewe nimekumisi. Nilipokuona hapa ulipofanya choki nikabu labu na leo ikafanya li. Yaani kakaangu, mume wangu kanifanyia vingi sana. Yaani sasa hivi imefikia hatua kila sehemu unapopita mimi nanyoshwa tu vidole, yule ndo mke wake, yule ndo mke wake. Yaani nachoka. Kakaangu, huwezi kuamini, Ramadhani hii tokea imeanza mume wangu hajafunga. Na pia sio hivyo tu. Kuna siku nilikuwa nafua nguo. Kakaangu, nimekuta kinga kwenye mfuko wa kanzu ya mume wangu. Nikatamani kumpeleleza nijue, kwa sababu nilikuwa nasikia tu naambiwa hivi. Nikatamani nijionee kwa macho yangu mwenyewe. Siku hiyo nikabadilisha nguo, nikatia na nikabu. Siku ambayo ametoka nikawa namfuatilia. Kakaangu, nipo njiani namfuatilia mume wangu. Huwezi amini, alinitongoza. Alinitongoza nikiwa nimevaa nikabu. Sasa kakaangu, ya matukio nikiwa nayaunganisha, nafikiria yananiumiza sana. Kakaangu, naumia. Na yani nakuwa silali, nawaza tu hivi. Kwa nini ananifanyia hivyo? Nachoka. Karibu hapa ndo kwako. Kwa hiyo usichelewe kuja basi. Basi ina shida. Mimi nitakuja jioni. Basi nenda, si unajua tena macho ya watu. Basi ina shida. Mimi jioni tu nje kupata burudani. Sawa. Mambo yangu yale kama kawaida. Si unajua vitu vyako vile hujavimisi. Mtoto utaniua. Basi. Haya. Okay. Bali na hayo, ashaye kukupiga? Hapana, Mungu hajanipiga. Alishawahi labda ameondoka nyumbani ya kuachia pesa ya matumizi? Hapana, Mungu ananiachia ila matumizi kila siku. Kwa hiyo maana yake anatimiza majukumu yake kama mume. Sawa. Sasa mdogo wangu, nisikilize kwa makini. Mimi baada ya kupata taarifa hizi nimesikitika sana na nimeumia. Kwa sababu mume wako ni binadamu. Anaghafirika, na sifa yetu sisi wanadamu ni kuumbwa aliyakuwa sio kamilifu. Ndio maana Mwenyezi Mungu akaweka toba. Yaani tumkosee na tumuombe radhi. Hiyo kwa Mwenyezi Mungu, sisi ni binadamu. Mumeo amekukosea. Kwa nini wewe usingetafuta njia ya kunitafuta kwanza kaka yako na kuzungumza na mimi mpaka kufikia hatua unataka kuchukua taraka kwa mume wako? Unaidai taraka kwa mume wako. Hii sio sawa. Na sijapendekezwa nayo. Hivi nyinyi mna akili nyinyi? Nakuuliza nyinyi mna akili sawa sawa? Kivipi shemeji, mbona kama hivyo? Hivi kwani mkijichukua nyinyi kama mlivyo bila mume wangu mimi kwenda kwa kilabuni kwenu kwenye pombe zingekuwa zinyweki? Hebu fikiria, wazazi wameniachia wewe nikulee. Ni muda gani sasa na nikufundishe dini, na umeisoma dini. Unaifahamu dini. Leo hii wewe unafikia hatua ya kuidai talaka kwa mume wako. Hii ni sawa kweli mdogo wangu? Kwa nini unataka kunifedhehesha? Wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, narudia tena, amekataa na amekataza kwa sisi Waislamu kupeana taraka, haitakiwi. Alafu hebu ngoja nikwambie mdogo wangu, nikukumbushe kitu. Unajua ndoa ni jambo kubwa sana. Ndoa ni jambo zito sana. Ndoa ni jambo ambalo lazima liwe na misukosuko. Kwa nini unaona kila siku mchukue mume wangu ndio mkalie naye? Kila siku mchukue mume wangu alio naye kwa sababu gani? Kwa nini peke yenu mtoshi?
Hapana shemeji, lakini shemeji yule ni mtu mzima. Kwa hiyo kama mtu mzima Yule anatembea mwenyewe kwa miguu yake, pesa ya kwake, pombe anakunywa mwenyewe, si atumnyweshi. Ni mtu mzima shemeji, anajitambua yule. Sasa unaposema hivyo unakosea. nyinyi kila siku mnalewa, nyinyi katika kundi lenu mnaondoka nyumbani wazima, mnatembea na miguu yenu, lakini mimi mmeuka kila siku mnakuja mnambeba mnamleta nyumbani. Nyinyi mnaionaje hii? Shemeji bwana, mimi shemeji bwana, mimi naona kama vile unanipigia kelele. Mimi sikuelewi, najua shemeji. Unielewi eh? Yaani sikuelewi. Sasa sikia, juzi nimemfungia mlango cha nje, nyinyi mmekuja mmemfungulia. Nini? Mimi Ndiyo maana ikatengenezwa suluhu kwa wanandoa, kwa mashehe na watu wazima waliwazidi ninyi umri. Hivi leo vipi wewe unapata maudhi, mumeo anakuudhi, basi unataka kudai talaka kisa tu hayo mambo uliyoyasikia au hayo uliyoyaona? Mimi sipendi na sipendezewi na hichi kitu mdogo wangu, na sitaki kusikia taarifa za wewe kuomba talaka au kudai talaka kwa mume wako. Yaani iwe mwanzo na mwisho. Mimi nitazungumza na mume wako, nitaongea naye juu ya yale ambayo wewe yanakufanyia sio mazuri, kama ni ya kweli, kwa sababu sijamsikiliza. Kumbe nani? Si nyinyi hapo, nyinyi ndio marafiki zake? siko peke yangu shemeji. Kumbe sasa ulijue hilo cha kwanza. Labda atakuwa ni yule jamaa Chris yule anapava miwani yule. Lakini mimi Chris wa Chris umjui? Simjui mimi, ningemjua. Yule jamaa yake anapava miwani yule mweupe yule. Shemeji anakuja tukufukufu shemeji yangu, wewe sijui nani, sijui nani shemeji. Unanikosea shemeji yangu. Afu mimi nakuheshimu shemeji, unajua. Shemeji, mimi hapa ninaponiona hapa na siku hizo 3 pombe sijani. Nina malaria kali inanisumbua mwilini. Sasa naposema mimi nakusikuelewi shemeji. Eti malaria kali inasumbua mwilini. Inakusumbua na kucha nyuma tukifika kuja? Hii shemeji dawa madoa hii shemeji. Dawa madoa? Nipe. Shemeji bwana mimi. Nipe kafulie. Chana mimi bwana chuhusu. Mtu mzima ovyo. Hivyo siwezi mimi kuhukumu moja kwa moja kumhukumu mumeo. Nitakuwa nadhani. Na dhana ni mbaya. Kwa hivyo sitahitaji kudhani. Nitamtafuta mume wako, nitazungumza naye ili kutafuta solution au suluhu ya ndoa yenu. Sitaki kurudi nyumbani. Hapana, sitaki. Huo ni ujinga na ni upumbavu na sitataka kusikia. Sijui unanifahamu, wewe ni binti wa Kiislamu na umelelewa kwenye maadili. Mimi kaka yako ni shekhe. Jamii nzima hii inakuja kwangu kuomba ushauri wa wanandoa. Na nasuluhisha tuendelee na ndoa zao. Leo hii wewe uje eti uachike urudi nyumbani kwangu. Shoga yangu, si nimekutana na mzee cha ulembo hapo. Baada ya kukutana naye alitaka kunipita hivi hivi, ikabidi nimuite, we mzee cha ulembo. Akasimama. Baada ya kusimama akaniuliza, mwenzangu nani mwenzangu? Nikamwambia, si unajua kwamba mavazi yangu kutwa kila siku ni kaba. Ikabidi sasa nifunua anione. Akaniambia, ni wewe? Nikamwambia, ni mimi. Mbona muda mrefu sana sija kuona? Umekaa muda mrefu, hata kwangu kuja hauji. Shida nini? Anaambia, sijui nimepata matatizo, sijui nikabu naziogopa. Nikamwambia, yote sitaki kujua. Nataka kujua mwafaka wa mimi na wewe. Akasema, sijui baadaye nitakuja. Ndio hivyo. Nimekutana naye kona hapo. Shoga yangu, hawa ya kukimbiwa umetaka mwenyewe. Na ungenifedhesha mimi. Subira ni kitu muhimu. Na Ayubu ameumwa, nadhani unajua. Mimi nimekupeleka madrasa wewe. Wazazi wangu wazazi wetu walitusini nikusimamie, na umesoma dini. Unajua nini maana ya subira? Unajua kisa cha Nabii Ayubu. Aliumwa, mkewe alimvumilia, alikuwa anadondoshwa mpaka na nyama, kaoza kabisa, watu wanamkimbia. Lakini alivumilia. Ndio swala dogo tu ambalo linaweza kuzungumzika, na mumeo ni binadamu na Mwenyezi Mungu ametuumba kadhalika, sisi sifa yetu ni kukosea. Hatujakaa hata chini kuyazungumza, tayari haraka unamwomba mumeo taraka. Hii ni sawa? Nataka kurudi nyumbani. Mimi nilikwambia na mtaalamu wangu nikupeleke, mara umeingilia huku umetokea huku. Yaani ukienda kumuelezea shida yake wa mtaalamu wangu, lolote unalotaka, ukitaka wewe mtu wako alale kwako, amkie kwako, ni wewe unavyotaka unamweka hapa. Unaamua, yani unamwambia unachotaka mwenyewe. Yaani mpaka sasa hivi sielewi. Maana ni muda mrefu. Ni muda mrefu kanikimbia. Ndio maana nimekuja kwako wewe. Kama unataka nikupeleke muda wowote, yaani huyo bwana wako ukitaka alale kwako, amkie kwako, na hiyo ndoa anatangaza mwenyewe. Sasa itakuwaje? Kwa nini dada yangu? Ndoa ni subira, ndoa ni uvumilivu, na ndoa ni bahati. Kuna wenzako wanalilia ndoa kwa wanaishi na wanaume warevi.
wanaume washenzi. Tena bora hata mume wako yote anayofanyia mbali akuletee nyumbani kwako. Haya sasa, kama yasingenifikia na mume wako ungekuwa na kichwa cha ajabu, singekupatia talaka. Mimi sipendi, sitaki kabisa upumbavu kuusikia. Kama kaka yako unazungumza, sitaki kusikia masuala ya talaka. Niachie mimi, nitayamaliza, nitazungumza na mume wako kisha nitarudi kwako. Muda uruhusu sasa hivi, fanya uwai kwa mume wako. Na tena, uende kwa mume wako, sitaki visilani. Sitaki ufike kwa mume wako uanze kujinunisha. Uende uwe na visilani. Ama kwa hakika utapata dhambi. Kumtii na kumsikiliza mume ni haki Mwenyezi Mungu ameiweka. Usinitie aibu, usinifadhaishe. Tafadhali. Marufuku. Tumefahamiana hapo? Sawa kaka, nimekuelewa. Na kuruhusu rudi kwa mume wako, muda uruhusu, na uende ukaongea na mume wako, na kama akijatokea kitu nitamalizana naye, na baada ya hapo pia nitakupa mdomo. Maana kanikimbia, nimechoka, niko tayari. Ndio nakusikiliza wewe. Hata sasa hivi twende. Basi sawa. Shemeji, huyu jamaa nimemkuta kweli? Hayupo. Hayupo? Hayupo. Aisee. Yaani nishazuia kote vijiweni huko. Unajua kabisa huyu jamaa atakuwa tu yupo mbaya. Sasa nakwambia hayupo shemeji. Sasa ikaenda wapi? Huyu bwana mimi ndo naishi naye ndani na mimi ndo mke wake. Na ndo nimekujibu huyu bwana hayupo. Sasa kaenda wapi? Alafu si ndo umeniambia unaumwa. Haya bwana unamuulizia wani? Shemeji, kuna kazi imetokea huko. Huyu ni ndugu yangu, siwezi kumwacha. Kuna kazi imetokea ya kujenga ukuta huko, kuchimba mitaro. Kazi ziko nyingi, siwezi kumwacha ndugu yangu. Yaani nyi walevi leo mkachimba mitaro, nyi walevi. Sasa sikia. Huyu bwana mimi ndo nishakujibu hayupo. Kwa hiyo mitaro hiyo na hiyo sio nini kachimbe wewe leo. Yaani akili zako zote zinakatwa, yaani zinafikiria pombe tu shemeji, muda wote pombe shemeji. Kuna kazi zinatokeaga shemeji yangu. Sasa naendelea mkachimbe nyinyi sasa leo mitaro. Huyu bwana nishakwambia hayupo. Sawa. Fresh vipi? Mbona kama nimeambiwa hupo afu ndo kama hiyo vipi? Wapi nimekusikia baba. Ila mwanamke ataniua. Mwanangu. Wewe mwanangu, yani mimi yote pale nje pale ninapozungumza, mimi nakusikieni. Yule mwanamke ataniua. Baba, wewe babu, nimeruka ukuta. Bwana kwa mwanangu mzee kumbe ulikuwa ndani. Nilikuwa ndani nakusikieni yote jinsi mnavyoongea. Ina maana shemeji hataki utoke. Yaani kifupi hapa nimetani utoke. Na pale kwenyewe mwanangu na roast kishenzi. Oya mboi. Nimeruka ukuta mwanangu. Oya mwanangu hatari, yani mwanamke hataki kabisa atakunywa. Yaani mimi ninyo mtungi ndo hataki. Oya mwanangu sio poa. Sasa sikiliza. Oya. Hapa tusikie hapa mwanangu. Atusikie, afusikiza nikwambie kwanza. Mbona si vizuri. Mimi na roast mwanangu. Toka asubuhi unajua mambo mimi nitoka asubuhi mwanangu. Mimi nipo ndani unajua na bonge la roast mwanangu. Hauna kitu chochote mwanangu ile mradi tukapiga mtungi. Twenzetu. Unacho? Twenzetu. Mimi nimefuata twenzetu. Au si yetu mzee.